Sasa kwa upande wa leo nitaenda kuelezea mashine ya kuosha vyombo ambayo kwa jina inaitwa dishwasher. Inaitwa dishwasher, ndio dishwasher yetu hii, kwa brand yetu inaitwa Gorenye. Sasa katika hii Gorenye ni dishwasher ambayo inatumika kuosha vyombo vya nyumbani asilimia kubwa. Sasa leo nitaenda kuwaelezea jinsi inavyotumika, utawezaje kuiwasha na ni jinsi gani inavyoosha vyombo vyetu. Cha kwanza nitaenda kufungua. Unaona hapa jinsi ya kufungua, unaweka vidole vyako, unavuta, kisha vuta, mashine yako inafunguka kirahisi kabisa. Haina hata complication nyingi. Kirahisi kabisa kama ulivyoona nimeishusha. Then angalia ndani. Vyombo kama mnavyoona nimevipanga vyombo vyangu ambavyo hii hapa kuna parts namba 1 na nyingine parts namba 2. Zote hivi havina complication. Kwa kuna parts hizi 2. Hakuna tatizo lolote. Sasa katika hizi parts zote huwa natumia kuweka vyombo vyangu kama mnavyoona. Kwa hapa chini nimeweka sahani za kutosha kutokana na eneo linavyoruhusu, na hapa juu nimeweka glasses na vijiko vyangu kutokana na eneo linavyoruhusu jinsi ya uwekaji wa vyombo vyangu. Afu then kwa huku utakuja kukuta jinsi gani maji yanavyokuja yanavyospray. Kuna feni yangu kama hii ambayo hii ndio ina fins, ina matundu ya kuspray maji, ya kutoa maji, ambayo haya maji yangu yanatoka kwenye pipe hii hapa. Pipe hii hapa ndio inachukua maji kutoka huku, inachukua maji kutoka kule, then yanapita kwenye hizi fins zote. Kisha pita kwenye fins, basi ina spray kwenda juu kwa kutumia hii feni. Inazunguka kama unavyoona, kwa inapoendeshwa inazunguka. Inavyozunguka ina spray yale maji kwenda kuosha vyombo vyangu. Kwa hiyo vyombo vyangu nakuwa nimedirect either katika upande wa chini ili iweze kuosha ndani na vile vile nje kama mnavyoviona vilivyo. Kwa naweza nikadirect upande wa chini au hata katika triangle fulani kidogo. Afu then na hii plate ya chini ni kama kawaida, kama vile vile hii hapa ndo feni yangu ambayo inaweza kuspray, ina matundu madogo madogo ambayo ina spray maji kwa kutumia pressure. Kwa hiyo matundu haya ni kwa ajili ya kuruhusu pressure kubwa. Kama tunavyojua matundu madogo yanakuwepo na pressure kubwa. Kwa hiyo natumia hii kwa ajili ya hiyo kupressurize yale maji yangu kwenda kuosha vyombo vyangu. Afu then kuna hii hapa. Hii ni pipe ya maji masafi yote yanapokuja kufanyaje? Yanapokuja kwenye fins zangu hizi, kwenye hii feni yangu kwa ajili ya kupressurize yale maji kwa ajili ya kuosha vyombo vyangu hivi vya chini. Then hii hapa kama kawaida ni filter kwa ajili ya maji machafu ambayo tayari vyombo vimeshaoshwa, maji machafu itabidi yatoke. Then ikisha filter, then maji yote yanakuwa drop down. Afu baada ya hapo kama mnavyoona mashine yangu inakaa kwa mtindo huu, vyombo vyangu vinakaa kwa mtindo huu. Haya, jinsi gani nimeshapanga vyombo vyangu na naenda kuiwasha mashine yangu. Before sijaiwasha lazima niweke sabuni. Sabuni, twende kwenye eneo la parts za sabuni. Sabuni inawekwa mazingira haya. Kwa hiyo hii pocket kuna hii hapa na hii hapa. Kuna pocket za aina mbili. Kuna eneo mbili. Kuna eneo hili hapa na eneo hili hapa. Eneo hili hapa kama hivi unavyoona. Umeona? Hiyo loki nimeitoa mwenyewe ulivyoona hapa. Hapa nitaweka kipande cha sabuni. Taweka kipande cha sabuni.
ambacho kitakuwa kinatumika katika kuoshea vyombo vyangu. Kwa hiyo kama hivi unavyoona, naweka kipande changu cha sabuni kama hivyo, kwa then nitavuta hilo kiangu, inaenda kufanyaje? Kufunga. Alafu then hapa kama kawaida, umeona kama kawaida, hapa ni kwa ajili ya sabuni ya maji, Kwa ukiangalia hili tundu hili hapa, nimeweka sabuni yangu ya maji hapa, then ninafanyaje? Nafunga. Kwa hii sabuni ndio inatumika kuosha vyombo vyangu, then nafunga kama ulivyoona. Kwa kufungua, unafungua kirahisi tu, umeona, unaweka sabuni yako then unafunga. Alafu na hapa kama unafungua, hakikisha hii lock unaibonyeza kwenda kulia, then kama mtego, umeona, kama mtego wa panya, then unapofunga unarudisha vizuri kabisa, hata hamna haja ya complicate mambo, ni kidogo kidogo tu unaelewa. Haya, then tunakuja kwenye upande wa kuiwasha mashine. Nitawezaje kuiwasha mashine yangu ianze kufanya kazi? Itaanza kufanya kazi nikianza kuiwasha, then nairuhusu, naiweka on mashine. Angalia hizi zote indicator zimewaka, then naruhusu mashine yangu either katika temperature hii au hapa au hapa au hapa au hapa, inategemeana na mimi nataka sehemu gani, kwa sababu zote hizi sehemu mimi itabidi niwe nacheza nazo katika kuosha vyombo vyangu. Kama hivi hapa panahusika sana na sahani na vikombe kama ulivyoona, afu hapa sufuria na sahani, na hapa temperature naweza nikaiseti aina hiyo. Kwa asilimia kubwa huwa tunatumia hapa na hapa na hapa, vile vile inaweza kutumika, inategemea na temperature yako unayoitaka. Kwa hiyo naweza nikaruhusu nikabonyeza kama hivyo nilivyobonyeza hapo, unachezesha tu mshale wako, unapeleka mara 4, narudi hapa. Unaweza kuruhusu mashine yako ikaendelea kufanya nini? Kufanya kazi. Hapo tayari umesha ruhusu mashine itafanya kazi kwa ajili ya kuosha vyombo vyako vizuri kabisa bila tatizo lolote. Tutaenda kuifunga mashine kama tunavyoona, mashine yako naifunga tu vizuri kabisa. Hiyo hapo. Mashine yako imeanza kufanya kazi. Tayari procedure zote umeshazifanya, then mashine kama unavyosikia mungurumo unavyounguruma kiustaarabu, kiutaratibu kabisa. Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Then kipindi kijacho tutakuja kuona jinsi gani mashine unaweza kuifanyia service, kwa sababu inachafuka sometime, filter zangu zinachafuka. Kwa tutakuja kujua jinsi gani niweze kuifanyia service yake. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, usisahau kusubscribe, comment na kushare na kulike, ili uwe mtu wa kwanza kupokea content ninazozitoa kila siku.